Jambo la kwanza lazima tukubali kwamba ile penalty cha kwanza ilibidi apige Mwamba Lusaka, Clatous Chota Chama. Kwa nini? Kwa sababu Chama ni mchezaji mzoefu, Chama amehudumu Simba kwa muda mrefu na Chama ni SDBS mzuri. Kwa hiyo ndio maana mpira mwingine na foli ikitokea lazima apige Clatous Chota Chama. Hata penalty ibidi apige Chama, lakini Awanda alichukua ndani, Oula alichukua mpira akapiga penalty. Kibu Denis akamuomba, Oula akamkubalia ile ianze kunifu nini kupiga. Na kama alivyosema wazo la Kibu Denis ilikuwa sio baya, lakini ubao umekuja kutokana na aina penalty ambayo walopiga, kwa sababu Kibu sio fundi wa penalty. Yaani tuseme kama mtu ambaye anapiga penalty tu madi mpira ndio golini. Maana yake alikuwa anapiga kama kubahatisha, kwa sababu kingalia ile penalty alivyopiga kama kamlenga kipa. Maana yake hata kama ulikuwa kipa muonyesha kitu ile ibidi apige far post side, lakini alipiga karibu na eneo golikipa. Ni kama kipa ukapa ikapiga kwa hapa, maana yake kipa alikuwa nice wa kucheza. Na ukiangalia hata namna alivyokuwa ana move kwenda kupiga penalty, maana yake alikuwa anaionyesha, kwa sababu anaenda kupiga penalty kwa mebendi. Sasa kama unapiga penalty na bendi, maana yake tayari golikipa anaonyesha kwamba unapiga sehemu fulani. Wewe ukabendi huku afu ukapiga huku. Unanielewa eh? Kwa hiyo maana kwamba alivyo bendi tayari kushaonyesha golikipa anapiga wapi, na pia golikipa anajua Kibu kwamba anatumia mguu wa kulia. Kwa hiyo anajua fika sasa penalty apigwa mguu wako wapi? Kwa kushoto, huyu hawezi kupiga mguu wako wapi? Kwa kule, kwa sababu sote mtu ambaye anatumia kulia. Mtu ambaye anatumia mguu kulia mara nyingi penalty anapiga kushoto. Na mtu anatumia kushoto mimi anapiga mguu wapi? Kulia, kwa sababu ndio inakuwa target nzuri. Lakini ni vigumu kumkuta mtu ampiga kushoto, yaani anatumia mguu kushoto alafu akapiga upande wa kushoto. Yaani ukiona mtu anapiga mguu kushoto pia kushoto, basi huyo ni fundi. Na kama kulia anapiga kulia, basi ni fundi. Lakini mara nyingi mtu anavyotumia mguu wa kulia lazima apige kushoto, kwa sababu anakuwa na vipimo vizuri zaidi kuliko akipiga upande wa kulia ule ambapo yeye ameuzoea. Kwa hiyo Kibu ile penalty of course kaionyesha, alitakiwa ile penalty akanipiga akimwadaa golikipa. Manake vile vile vobende, maana yake ukata tu kidogo mpira. Unajua kuna namna kupiga mpira. Kuna mpira kupiga kama unataka kupiga karibu na kisigino, kuna namna kupiga mpira unapiga kama unapiga kwenye kidole gumba, alafu kuna mpira kama unapiga katikati ya bapa la mguu. Sasa alafu kuna kupigaji wa funika. Yaani kupiga mpira kuna aina nyingi. Kuna chopu na uchopu hivi mpira na vidole. Kwa upigaji wa penalty kwa aina nyingi, ilibidi golikipa muadae. Lakini sasa alishindwa kupata golikipa. Alafu pia hata ukigeuka upigaji wa penalty, hata golikipa pia alihesabu, kwa sababu golikipa anavyotaka penalty huwa anahesabu hatua zako. Ndio maana golikipa anakuwa anacheza. Golikipa hawezi kuruka mpira unapigwa nao kabla mpira. Kwa maana wakati unajiandaa kupiga, maana anakuwa anahesabu zile hatua zako. Ajua kwamba huyu atapiga. Kwa maana anakuwa anacheza na saikolojia yako. Kwa hiyo penalty inahitaji ufundi kiukweli. Siwezi kumlaumu, lakini upigaji wa penalty ulikuwa sio mzuri. Yaani ukutana na golikipa ambao wapo kwenye ligi yako, ambao wanafahamu uchezaji wako, inakuonesha kudaka penalty yako kuliko ukienda kwenye mchezo wa kimataifa. Maana hata kwenye mchezo wa kimataifa msimu uliopita alipiga penalty akafunga, of course ni sahihi, lakini alifunga kwa sababu magolikipa hawamjui Kibu. Ila ukija ndani ya ligi kuu sasa magolikipa wanamjua Kibu, na ndio maana ilikuwa golikipa kusave ile penalty ilikuwa ni rahisi, lakini kwa mtu mwingine ambaye anajua penalty angefunga.